Clouds TV, empowering lives. Bwana Yesu asifiwe sana. That in another word, we are calling for being colonized by heaven. That is what we are calling for. Colony, Mungu alete utawala yake, itu colonize, tutawaliwe na biguni. That is what we are calling udhamaki. Na ndio watu unaweza kusikia hapa kila mtu udhamaki wa dhayo, mudhamaki wa dhayo. Hapana, hii ujinga mingi nimesikia na watu. Ati udhamaki itakuwa hivi, mudhamaki atakuwa na madevu, atakuwa kuna mwingine niliona ati ameona ako na madevu ati derudaihu, kelete kajo ya redi, no. The first thing that is coming, it is not the king. Is who is coming? The kingdom. Thy kingdom come. So when the kingdom comes, it will set its structures. Wakati tulikuja kwa hii nyumba, tulikoboa nyumba. Mimi sikuwaita mkuje. Kwanza kabisa nilitengeneza nyumba. Nikakomboa, nikalipa kila kitu, tukafanya decoration mizuri na ikakuwa. Kutoka hapo nikasema sasa kujeni. Mulikuja wapi? Mukakuta kuna kiti. Haukukuja na kiti yako? Mulikuta nini? I had said pulpit iko, kila kitu iko, system zote zikakuwa ziko laini. That is now when you come in. So we are talking about the kingdom that we build. The kingdom is coming fast. Bwana Yesu, and already it's working. The structures of countries, na inaanza na Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaanza na Kenya. And the revival already it has started. Wakati mliona kina Jensi, mliona vitu zingine zikifanyika, mnaona Kasongo venye maneno inampeleka na mambo mingi. It is part of the revival. Unajua si Wakristo wanafikiria tutaenda kule kwa nani, kwa crusade. The revival imekuja. Oh makaya rabase. Hapana. Revival comes in all direction. Itaingia, inakuja from family level, from the media, from the business, from all manner of things. Inaingia. Na zinaingia na unakuta hiyo kitu imeingia, hiyo kitu imeingia, hiyo kitu imeingia. Sisi yote tunaingia kwenye system ya Mungu. Maana God is forcing us. Hata Ruto hii kutupiga na tupiga is part of the revival. For the first time Kikuyu wamekuja pamoja. So we needed a Ruto. Bwana Yesu asifiwe sana. He's not that bad after all. He's good. Sio nani Wakikuyu wote wamerudi pamoja. Wamekufa na Gachagua. Wamesema Gachagua, ukigusa Gachagua umegusa mlima. Si ati ni Gachagua kwa important. Gachagua alifinywa na Mungu na akatumia Kasongo afinye Gachagua. Ndio na nyinyi msikie uoga. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Simuliona mpaka Maina Jaga alikuwa kwenye huru kwenda kupiga Gachagua. Sasa hiyo is part of the revival. Things will happen from all quarters, all over. So it is about the kingdom of God coming into you. Na itaanza na akili, kubadilisha akili yako. Unawacha ujika, unaanza kuwa mwerevu. Wewe Mkristo. Wewe Mkristo. Na modosho wa bahari, huyu ameenda amechukua loan ya 50 million. Amewekelea. Na mke wake ni wa PDA. Watoto wake wote ni wa kanisa. Hakuna member wa familia anakunywaga, lakini alikuwa na faith. Akaenda akachukua 60 million, akapamba kanyumba, akatengeneza kila kitu, kisha akatagasa, kujeni mkunywe. That very day, barabara yote ilifungwa na magari. Watu wakiingia huko. Where is that faith with the Christians? Hiyo faith iko wapi? Ati mimi niende hapa Equity, nichukue 20 milioni nikuje nitengeneze kanisa, ninunue niweke mkeka peke yake ya 5 million, mkeka peke yake. Where is that faith? Itabidi sasa tukae hapa tuanze kuchaga kiti hii. Ati tunachaga ni girida toka na giridano. Nianze kuwaibiaga wimbo kila sade. Mnajua kanisa bado harabe kununua kiti ya pasta. Yaani unakuta kanisa mzima tunasimamisha ibada ndio tuchage kiti ya pasta. Tunasimamisha ibada ndio tununulie pasta gari. Gari ya 2 milioni ama 3 milioni. Where is this faith? That is what I'm asking you. Hii faith ambayo iko na mlevi, iko na mtu wa bar. Mbona tumeikosa kama watu wa biguni? Why? Mami. Ate doge shurie kapuro tikaraga kuwa kirega inyoba. Where is this God? What type of a God are you worshiping? That you cannot sacrifice what he has given you for his glory. Because there's a problem. Yule ameenda amechukua title ambayo Mungu alimpatia, ameipeleka kwa bank, ameenda na huyo Mungu amemuitia watu. Maana watu wote ni wa shetani. Kuna mtu shetani alitengeneza?
Si walevi ni watu wa Mungu? Grace, alevi ni watu wa Goma? Yes, ni watu wa Mungu. Hebu angalia pale mnakuaga. Ni baa ngapi ziko hapo? About 45 bars in one plot ya 1 acre. Magari zile huko unakuta the top of the range cars. Gari moja unasikia ni 40 million. Zile zimepakiwa nje hapa. Enda hapa nje uangalie. Hapa kwetu hapa, nyinyi mmekuja hapa. Mugire maguru gutanyamo yathi. Tumuka gutharia Ngai. Hiyo imani. Mbona huyu ako na faith kutuliko? Amefanya stock ya 30 million stock peke yake. Amejaza. Na hana cousin mlevi. Hana. Bibi yake si mlevi, watoto wake si walevi, ni yeye tu mlevi na marafiki zake. Anatengeneza vizuri nyumba. Within siku ya kufungua, a Friday ile ya kufungua, unasikia hiyo barabara yote, trafiki ilibidi ikuje isupervise magari. Warokole waliookoka, but we have no connection of how to live in this world. Bwana Yesu asifiwe sana. This is what I want us to connect ourselves with our destiny. To connect ourselves with what God intended us. Because hizo vitu unaonaga. Na muachake kusema ati hawa ni watu wa shetani. Si watu wa shetani, ni watu wa Mungu, ni akili ametumia kukuliko. Maana yule mtu wako Ruda na wewe mlitoka Geshagi. Umetoka Geshagi kireko wewe? Kwanyu Geshagi. Na Ikuru. Ugethie Ruda water. Kana Ruda ke? Kwe Ruda water, kwena Ruda water, kwena maruda kuu ni maige. Kuna watu walitoka Nakuru. Siku ile ulitoka Nakuru. Ukakuja huko. Kuna mtu mlitoka na yeye. Yeye akadecide kuenda Ruda, wewe ukadecide kuenda Getare Marigo. It is a choice. You chose. Hakuna mtu alikuforce kuenda kule ulienda. Hakuna hata mmoja. Kuna watu hako hapa Kibera kule Sarang'ombe kutembea huko. Nyumba ni za matope zote. Na niliwaona wakipanda basi pale Bukinya. Wakienda huko Kakamega na Kisumu. Walienda huko kuambia watu wametoka wapi? Nairobi. Na wanawaligia. Na wamevaa kwa sababu tugo siku hizi tumekuwa rahisi. Kaguo kamekuwa ni 200 na 300. Amenunua kasarali kamoja kamemnunulia nguo 2 za kwenda nyumbani. Alipofika nyumbani hakuna mtu alikuwa anaongea maana ametoka Nairobi wapi? Kwa nyumba ya matope. Sasa wewe ulihamisha Geshagi ukaleta Nairobi na ukaanza kujidanganya unakaa. This is something that we need to address. Tuaguke kwanza, to address hii issue. Maana ule Mungu tunamsugumusia ni kama hayuko. Kwa sababu ukiangalia mtu ameweka bar, ametumia 50 million na ni loan, atalipa. Kwake kumejaa. Mimi hapa nimejaribu nimetafuta huyu, nikamtafuta huyu na wote hawa niliwatabiria. Na sikuwatabiria kitu kizuri, niliwatabiria venye kwao kwenu kuna kasi. So angalia, ule ameenda kwa bank, amekaa chini na manager. Amezungumza na manager na ameonyesha manager I can be able to pay this loan. Lakini mimi nimekuja nini kukuchorea. Bwana Yesu, huyu anakuja mko wangapi? Najua mko 5. Rima kandaraba. Baba. Simamisha hizi majeneza. Simamisha hizi majeneza 5. Sasa sione nimekufanyia calculation. Mko wawili, baba na mama na watoto 3. Sasa mimi nasema majeneza ni ngapi? Unaoge koroge kwa majeneza ni 5 ri. Na wina 200 uhithite kabangu ri. Utakufa uache 200? Utatoa. Ndio tusimamishe kifo. Sasa angalia mimi natumia ujiga kuextort. Yule anaenda kwa bank, anaongea na manager. Are you seeing this sense? That we must change. We must use our brains properly and conquer this world. And conquer. We are not going to just conquer from nowhere. We are not going to win these battles from nowhere. No. We must use our brain because the brains have been given to us. Freely was given to us. Bwana Yesu asifiwe sana. Saizi tunaanza kulia, tunalia Wasomali wamechukua maprot, Wasomali wamechukua biashara. What is this that they are doing that we cannot be able to do? Hizi proti wanasema wamechukua zilikuwa za nani? Si zilikuwa zenu. Ni nini amefanya? Si proti alikuwa na haja nayo. Alikuwa anataka akuondoe kwenye urithi wako, ndio achukue urithi wako. Bwana Yesu, that is why they interested with the proti za Nairobi. Maana ni za urithi. Na yani mtu anakuongezea pesa, si wewe unamwambia ongeza, hapana, anaziongezea maana anajua ananunua nini. Inheritance of the city. And when you buy the inheritance of the city, you conquer the city and you conquer the people in the city.
Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what has costed us. Hii ndio imetufanya tumeteseka, because our mentality is poor. We are fake in understanding. We don't understand what we are doing here. Why now? Look at here. Angalia Moi Avenue, zote ni wao. Enda Kenyatta Avenue, Rudhuri, kote ni wao. Wamechukua manyumba. Mimi wakati nilikuwa Mungiki nilifukuza Wahindi wote, tukakatakata tukaweka watu huko ndani. Tulifukuza. Mimi ndio nilifukuza Wahindi. Mimi ndio nilianzisha stalls. Na tulikuwa tunatuaga. Sisi maombi tulifanya. Sisi tulikuwa tunatuaga. Na akilete polisi tunatuaga polisi akiona. Tunanyorosa polisi vizuri akiona. Sasa tunamuuliza umeonaje? Anasema wacha nifuge, wacha niondoke. Maana alikuwa na hope ya kwamba polisi atamsaidia. Lakini venye tumefinya polisi, kuna polisi mmoja tulisika alikuwa OCS wa hapa Central Police Station. Na yeye alikuwa anajulikana mbaya zaidi. Alikuwa anaitwa Bogongo. Akakuja na mabunduki zake atakuja. Tulinyorosa yeye tukamweka ndani ya gunia, tukaambia Muidi, ndio huyu ndani ya gunia unatakaje? Aliambia siku hiyo Wahindi wote Moi Avenue. Hii Tomboya hii na Rudhuri wote walihama siku moja. Waliposikia ni Bogongo ako ndani ya gunia, wote walihama. Hiyo nyumba zote tukachukua, tukakanya, tukaweka stalls, kila mtu akachukua. Sasa angalia, hawa wengine hawakukuja kuchukua stalls, hawakuchukua. Walifanya nini? Hiyo nyumba walikuja wakainunua. Wakasema tunafanya renovation. Wakaenda hiyo nyumba ingine wananunua renovation. Wanaenda hiyo nyumba ingine wananunua renovation. Sasa wanakuambia wewe enda nyumbani, tukimaliza your space is still there. You will be the first priority. Mnaondoka bila kuleta matatizo. Mnaenda nyumbani. Siku nyumba inakabilika, anakuambia kuja. Lakini nyumba Karum kuna goodwill. Goodwill ni pesa ngapi? Ni shilingi milioni 5. And the goodwill is money without receipt. Hello, goodwill si installment ile ya kuweka atutakuja kurudishwa, is money without. Sasa wewe umetoka shule juzi na ni business entrepreneur, goodwill ya milioni 5. Mama yako na baba yako they are even struggling, hawajai kuona pesa kama hiyo, hata kuisikia kwa runinga, hata kwa view. Sasa hata shabiki hawajasikia. Sasa unaitishwa goodwill, sio ni utarudi hapo tena unahama. Na havukuzwi kwa njia mbaya, wanavukuzwa kwa njia mzuri. Hiyo akili Mungu uliipeleka wapi? Maana they are human being like you. Avukisha kakugati atoya ni mapepo mahothagira na edu diugure makuhothire. Ati wanatumianga majini. Si wende tawe uchukue yako kule walichukua. Si lazima kuna mahali walichukua. Ende uchukue na wewe majini ukuje uone kama utanitoa kwa shamba yangu. No, they have a strategy. They have a plan. And out of this plan, they have succeeded. It is the plan that makes you to succeed. It is the agenda that you have that makes you to conquer. You cannot conquer without a plan. That is why God tells you, andika kioneki giaku, andika kioneki kiako, present it to God. Once you lay the plan, present it to God, and God will act on it. Then, what is your faith on it? In this plan, what kind of faith do you have? Then out of the faith you have, it makes you easier to attract the blessings of heaven. Blessings that they can't just come. Kuna pesa hazikujagi. Yani kwenu mnachukia pesa, maana mkipata tu shilingi 10,000 familia mzima mnakosana. Alafu niambie pesa itatafuta njia ya kukuja kwenu. Pesa inatakanga mahali kuna amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Pesa inatakanga mahali kuna urafiki, kuna upendo. Kwa nyumutiara nageria, brother haogeagi na wewe, sister ni Hutu na matusi, wengine ni Muturukana ni nini. You don't talk to each other. Alafu mwijire pesa no sioke kwa usigo ukawekera kwao. Ile kitu mnajua tu ni maombi mingi. Na hii maombi hakuna mahali itakupeleka. I'm a Christian like you, lakini let me disappoint you. Hii maombi haitakusaidia. You are going to remain poor until you die. If you are not going to change strategies, uchange ukuwe strategic. Uelewe jinsi ya kutafuta hizi vitu za dunia. Hizi vitu za dunia hazitaki maombi. Maana ulipatiwa in the book of Genesis chapter number 1 verse 26, 27 and 28. This is the vitu tulipatiwa, tuko nazo. It is how to use them, how to exploit them, how to make friendship with them. Uoka huko mahoya, ati uraraga huko mahoya. Mahoya mari kuna ido niwe munegere. You are told by God, have dominion. Ebu tuangalie hiyo kitabu. Tupatie Genesis 26, chapter number 1 verse 26. Kisha Mungu akasema. Akafanya nini?
tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa, dunia yote na viumbe vyote vitambaavyo. Alisema tufanya nini? Tumtengeneze mtu. Walikuwa na nani? There was life before. Bwana Yesu asifiwe sana. There was life before Adam. Story yetu tunajulikana hapa. Before Adam there was life, because tumuumbe, kisha Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Sura yetu wakiwa na nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiwa na akina nani? Kumaanisha there was life. There were other beings that existed before man. Kisha mtu akaambiwa kwa sura. Kwa hivyo unafanana na nani? Unafanana na Mungu. Na kwa mfano wetu. You are an example of God. Wewe muhiano wa Ngai. Mwathani yagocwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sura hii. Sura ni kama ya Mungu. Kitu cha kwanza ujitambue kwamba sura yako, tabia zako, maumbile yako, wewe na Mungu the same. Are we together there? Mimi understand hapo? Nataka tuende pamoja. Kisha Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki. Kwa hivyo alitengenezwa kwa sura ya mtu, ya Mungu, kwa mfano wa Mungu, kwa ajili ya utawala. Sio kwa ajili ya kitu kingine. Kwa ajili, kitu cha kwanza, kwa ajili ya utawala. So the dominion is given to you. From the word go, you are created to dominate. And how are you being dominated? So wewe na Msomali, nani anatumia Biblia vizuri? Yes. Wewe na Muislamu anaitumia Biblia vizuri because aliumbwa na akajitambua, akajua mimi nimeumbwa kwa umbile la Mungu, kwa sura ya Mungu, kwa kila kitu ambacho niko nacho kwa. That is why he is able to displace you, because he knows his birthright. Anajua this is my right. Anajua udogo huu nimetengenezwa. Kwanza kabisa, I am like God, so I am supposed to displace anybody who does not belong to God. I may understand your weaknesses. They know how weak you are. They know that you don't even know yourself. Hamujielewi, hamujijui. That is why they come, they displace you. That's the point number one. For you to win any battle, financial battle, for you to win, for you to become rich, you must be able to understand you have the birthright. You have the right on earth. And this earth belongs to you. And the possession ambayo umekamata ni possession yako. But when I come with money, I buy that land ya mzazi wako, ninakuondoa, is because you don't have a belief in self. You don't know yourself. That is why I can easily remove you from where you are. I can easily displace you because I have a an upper hand than you. Because I know my God. I understand my God. And I know I am not inferior. You are inferior. Me, I'm superior. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee. Kwa sura yetu, basi, verse number 27. Basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Hallelujah. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Naam. Kwa mfano wake Mungu aliumba mtu. Kwa mfano. You are God. You are made like God. You believe and you walk like God and you live like God. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano wake akaumba, aliwaumba mwanamume na akaumba nani? Mwanamke. So, mliumbwa kwa nini? Ile verse 26 inasema nani? Ndio aweze kutawala samaki, atawale ndege wa angani, wanyama wote. Kwa hivyo alimuumba mtu na akampatia utawala, akampatia dominion. So you got the dominion to own. Utajiri unatoka wapi? Utajiri umetoka kwa miti, utajiri umetoka kwa samaki, utajiri umetoka kwa wanyama, utajiri umetoka kwa kila kitu ambacho kiko katika dunia hiki. Ndicho kinakufanya wewe ukuwe tajiri. Aliyejenga nyumba, alijenga nyumba kutokana na miti na mawe na mabati na kila kitu. Maanisha alichukua vitu vya dunia akavifanya utajiri. Why are you not able to do that? Why are you not to turn vitu za dunia zikupatie that dominion? Why are you not able to dominate? Why are you not able to conquer the world? Because haujielewi. Basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, naam, kwa mfano wa Mungu alimuumba. Aliwaumba mwanamume na mwanamke. 28. Now listen to me carefully here.
Mungu akawabariki. Oh, haleluya. Soma hiyo laini tu moja, hiyo tu moja, usipite hapo. Mungu akawabariki. So ngoja usiendelee hapo. Shida yenu ni kufanya kitu mjaambiwa. Na Mungu akakubariki. Are you blessed? Na ujinga tumetoa wapi? If already you are blessed, the blessings of God commands. When you are walking in the blessings of God, doors will open. When you are walking in the blessings of God, anything that you want, you receive it. Anything you ask in the name of God, because you are walking in the presence. The blessings means you are walking in the presence of God. And when you are walking in the presence of God, who can deny you anything? So you are blessed. First thing, Mungu akawabariki na kuwaambia. Hello? Aliwabariki. Kwa hivyo, from the word go, you are a blessed person. Hauna laana, dore, nimetuwadile kwa igerera ya kwa goma. You are a blessed person. So when you look at your mirror, look at a person who is blessed. Mundu murathime. Na mundu murathime ndarumikaga. Kani arumikaga. Bagiko ndungirumika ari ugite thina niki? Why are you poor? Why are you struggling in life? Why do you have these challenges? It's because you fail to understand yourself. Akawaambia, sikiliza, zaeni muongezeke. Kitu cha kwanza, Kiingereza inasema be fruitful. What is to be fruitful? What is to be fruitful? Ni kwenda kwa kitanda? Hapana. Alimwambia, kwa sababu nimekubariki, tumia ubogo vizuri. Tuchukue mfano wa yule mtu ametengeneza, yule McDonald ametengeneza zile zinaitwa ni burger. Burger ilitengenezwa moja na mtu mmoja akiwa America, Atlanta. Nataka nikuulize, Mungu anataka kumaanisha nini? How to be fruitful. Akatengeneza burger. Hiyo burger alipoitengeneza akaona ni tamu, akatengeneza zingine. He became fruitful. The first burger was the fruit. But the process of reproducing more is being fruitful. So he started reproducing more, the same, but reproduced. Ukienda South Africa utapata the same burger in South Africa. In Kenya the same burger. Ukienda Tanzania the same burger. Ukienda Dubai the same burger. The same. He became fruitful. But not only being fruitful, he multiplied the fruit. Bwana Yesu asifiwe sana. He multiplied the fruit. And that is where we miss the mark. That we become fruitful, but we don't multiply the fruit. We stick. Tunakaa na kaujinga ketu kadogo. Tunakaa na kaujinga. Mungu amekubarikia kitu, but you don't want to move forward. You don't want to expand. To multiply is to expand that fruit, to spread it, to multiply it. Ikama ni baga moja wakatoa zingine. Saisi we have millions and millions of burger. The same taste, the same quality, the same production, but multiplied. That is what God meant when he told us, be fruitful and multiply. Now, what have you ever multiplied? What is the seed that you want God to bless? You are blessed, but do you have a seed? That man with the burger, alikuwa na burger. Bwana Yesu asifiwe sana. Coca-Cola, soda ya Coca-Cola inatengenezwa Atlanta. Bwana Yesu asifiwe sana. Na si soda wanatengeneza, and there are only two brothers. Wanatengeneza ile sukari ambayo inabeba that flavor ya Coca-Cola. The only one in the world. Nobody has ate the formula. Them, because they believed they are a God. They knew, I am a God. That is why nobody else can produce a human link by you. Lakini huyu mtu alikaa akajua, yes, I've been frustrated by friends, I've been frustrated by banks, I've been frustrated by whatever. Then he decided akatengeneza kuku ile lakini akaitengeneza kwa ladha tofauti. And today he is leading. Hapa Kenya mzima, Afrika mzima, kuku zinatokanga kutoka Amerika kwa ndege. Kuku mabroiler za 2 weeks zinateremkaga Kenya. Hizo ndizo zinakulaga 2 weeks. Zinatoka America because he has coated them. Ameitengeneza, ameicode. Nobody else has a similar. That is why we have to import it from America. That's why sugar
Sio sukari inatengeneza, ni them, two brothers only, they have the formula. And this one can only be brought kwa kiwanda hii ya Kenya, imkuje imwagiliwe kwa maji, mupack. That is the only work you are given. You just work is to pack and then to take it to your fellow fools wakunywe. Because nothing can happen. Then Mungu akawabariki na kuambia zaeni na muongezeke, mukaijaze inchi. Sasa tuangalie huyu mtu wa McDonald, huyo na huyo mzee, huyu wa KFC. Wewe na huyo mtu, huyo haendagi kanisa na hajui hata huyo Mungu yako. Wewe na huyo mtu, ni nani ametimisha mpango ya Mungu? So nani atafunguliwa mlango? Ni wewe ama ni yeye? So wachana na ujinga hii mko nayo. Tutigane na ulimo. Tucarie njira ya guthima tuine. Ti matuine twabe tuikare guku. Tuthondeke, we do the brain that God give you. The brain that God gave you tuitumie. Wendagia migate ya Broadway, ndungihota guthondeka migate yaku. Ndungihota. Nito kimashini ikaiba, ikaria. You see now, agutwite ngombo yaku ni muithiramu, agutwite ngombo tondu niwe kuhuthira ki. Broadway is all over in Africa. Hata ukienda Zambia kuna Broadway. Bwana, wewe na yeye, wewe ni Mkristo, unasinaobiaga watu. Unaonesha kwa mavision. Kwani hii vision unaonyesha kwa? Hujai kuonyeshwa vision ya kutengeneza mkate? Because the Bible is clear to us. The formula to become iko hapa. The first book of the Bible inakupatia the formula to live in this world. Ulimu washoka warutako. Mundu wa Ngai. Ulimu washoka warutako. We. Ulimu tunashokia kurutako. Formula we nayo. The first book. Usiseme ati hiyo kitabu iko katikati ya vitabu vingine. The first book of the Bible, it gives you the formula. Be fruitful and multiply. So, wewe na mtu wa McDonald. Baga iko South Africa. Si umetoka South Africa? Kuna baga South Africa? The same ukikuja hapa Kenya. Ladha ni tofauti? No. The same. So he has actually done what God said of him. Be fruitful. Akatengeneza seed. Kisha hiyo seed akaimultiply. Sasa ndio kila mahali duniani watu wanakula. Huyo mtu amefanya kazi ya Mungu ama hajafanya kazi ya Mungu? Na watu leo ramakaka rebebebebebebe ayayayayayaya. Utachomeka my brother. Ukahia ginyaga ya maki aligo ni kike kirahe. Utachomeka because God brought you to this world with a purpose. He never brought you this world ukuje kuwa idler. You are not supposed to be an idler. You are not supposed to become here to be a beggar. You are not supposed to be here on earth to be a confused Lord. You are supposed to do the perfect will of God to fulfill his purposes. That is why you are on earth. That is why he has given you. Unavurutaga hewa. Unajua oxygen ni pesa ngapi? Enda hapa Nairobi Hospital, jifanye mgonjwa kidogo, useme hupumui vizuri. Uende wakuweke tu 3 seconds. Usione pesa ngapi? 400,000. That is how much oxygen inatoka. Yeah, 3 minutes. Oxygen. 3 minutes. 400K. Na hapo na shida yako kivuruta hewa ya Mungu bure. Zaini muongezeke, mukaijaze inchi na kuimiliki. Sio kujaza tu. Kizungu inasema namna gani? And subdue. What is subdue? Mulisoma. Conquer. Yes, to subdue. It is to conquer. Uikanyage. Sasa hapo mkakuja mkabadilishiwa nyinyi nyimbo mnaibaka. Dorcas siwai kuiba hiyo nyimbo hapa. Ati tumukanyaga. Hapana, ni kusubdue the earth. Ni kukanyaga dunia ikikwe chini yako. Uitawale. Sasa mlibadilishwa mkabiwa ni shetani badala mkanyage. Ule mwenye anajua maarifa akakuja kanyakua ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. It is you to subdue the earth. Alafu kizungu inaendeleaje? After subduing? Using its all resources. Its all. So you subdue it with its own resources. Sio ndio katafuta resources zingine? With its own material you subdue it. You conquer. In other words, inasema conquer the world. Itawale. Ikanyage. Have dominion. Dominate. Kuwa na dominion. Ukue mtawala. You are the king of the world.
That is how to become. That is how you connect yourself with the blessings of God. Ati mukaijaze nchi na kuimiliki. Muwatawale. Wanani? Muwatawale samaki wa baharini, muwatawale ndege wa angani, na kila kiumbe hai kitembeacho duniani, mukitawale. So, manifesto ya biguni inasema, you are a mutawala. Wewe ni mtawala. Hivyo ndivyo manifesto ya biguni inasema. Yet you are struggling. Yet you are calling yourself all manner of things. Yet you cannot even afford a meal for a day. To connect yourself with the 2025, understand the principles of the kingdom. Understand the plan of God over your life. Understand that God is not a God of poor people. God is not a God of confused people. God is not a God of people who does not want to think. Is a God that has given you the brains and He has told you how to use that brain. He has given you the formula on how to use the brain. Let's go on, please. Kisha kamwambia, kisha Mungu akasema, tazama, na wapeni kila mmea. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzao mbegu, na kila mti uzao matunda yenye mbegu. Mbegu zao au matunda yao yatakuwa chakula chenu. Nua kwelile dogu no shikurage. Nani alikwambia dogu inaweza kukuua? But how do you apply the principles of the kingdom? You need to understand that God has given you the green light for you to become rich. You are not poor. You just wanted to be poor. Wewe ndio ulijichagulia hiyo maisha unaishi. You must stop. Tell your neighbor, stop this life. The story of Exodus is a good story. It's a story of redemption. It is when man rediscovered himself. When they moved out of Egypt, wakaanza safari, they rediscovered themselves. And that is why I'm calling upon you from today that we start the journey of Exodus. We started mass exodus are coming out of poverty and telling poverty, I am not part of you. When I was being created, you were not mentioned. When God gave me the permission to live in this world, there is nowhere I heard your name. Bwana Yesu asifiwe sana. You speak to poverty and tell poverty, you are not my relative. I look like God. I am an image of God. So God said, let there be light, and there was light. Let there be night, and there was night. Let there be a cows, and there were cows. Let there be a kitchen, and there was kitchen. Ni kitchen and chicken. Chicken, and there were chickens. Bwana Yesu asifiwe sana. He mentioned, he said, let there be. So you got that mandate. Let there be, and it will be. If only you believe in yourself and you return yourself to the original you. Tusimame kwa miguu yetu. Kanisa la Crusaders for Christ chini ya Apostle Ndura Waruinge iliyopo jijini Nairobi wanakukaribisha kwenye ibada mbalimbali. Siku ya Jumatatu ni siku ya maombi hapa kanisani kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumanne imetengwa kwa ajili ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumatano ni siku ya ibada ya ukombozi kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 9 mchana. Siku ya Alhamisi ni siku ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Ijumaa ni siku ya maombezi hapa kanisani kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Siku ya Jumamosi kikundi cha ibada na sifa wanakutana kwa ajili ya maombi na maandalizi ya ibada za Jumapili. Siku ya Jumapili ibada ya kwanza inaanza saa 1 asubuhi hadi saa 2 kamili asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 2 kamili hadi saa 4 asubuhi, na ibada ya tatu inaanza saa 4 asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Kisha ibada ya ukombozi inaanza saa 9 mchana hadi saa 11 jioni. Vile vile unaweza fuatilia ibada zetu kupitia YouTube channel Bethel Clouds TV, vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook The Synagogue.
Kwa mawasiliano zaidi piga nambari ifuatayo 0722239555 au kwa lugha ya Kiingereza 0722239555. Kumbuka tunapatikana jijini Nairobi, Covey Plaza, Mezzanine Floor, mkabala na kituo cha mabasi cha Easy Coach, Haile Selassie Avenue. Mungu akubariki unapojiandaa kuabudu nasi.